maelezo mengi au ukiangalia picha au kuna picha imechorwa katika maandiko katika kitabu cha Ufunuo wa Yohani au wa Yohana sura ile ya 12 na mstari wa 7 mpaka 12 pale tunaona tafsiri kwamba mwasi au adui aitwaye Ibilisi au Shetani au danganyaye ulimwengu alitupwa baada ya kuanzisha ugomvi au kuasi sheria ya Mungu kule mbinguni. Kwa hiyo akawa hana nafasi tena ya kuishi kule. Kwa hiyo kwa tafsiri ni kwamba aliasi kanuni za kiungu. Tafsiri ni kwamba alikataa kufata kile Mungu amekiweka au taratibu ambazo Mungu aliziweka, akajianzishia taratibu zake. Ndio maana sasa kukatokea sintofahamu, akatupwa na nafasi yake haikuweza kuonekana tena. Hii ni picha ambayo tunacholewa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 kuanzia mstari wa 7 mpaka 12. Lakini katika kitabu cha Waebrania sura ile ya 2 mstari wa 3 neno la Mungu linasema, sisi je, tutapataje kupona tusipoujali wokovu mkuu namna hii? Tutaponaje kama tusipojali wokovu ambao tunao? Mara tunavyojua kwamba wokovu ule ulikuja ni ukombozi wa Mungu kupitia mwanaye Yesu Kristo ili kusudi tuwe na maisha ya milele. Anatutoa katika hali ya hatari akatuleta katika hali ya uhuru. Kwa sasa ule uhuru tuliopewa sasa kwa gharama ya Yesu Kristo pale msalabani, tunatakiwa kumbe kuujali. Tusipoujali, manake inawezekana nafasi yetu katika maisha ya umilele au maisha ya uzima wa milele hayatakuwa na nafasi. Tunapata nafasi katika maisha ya uzima wa milele kwa kufuata kanuni za wokovu wa Mungu kupitia mwanaye Yesu Kristo. Ukweli Mungu alipomtoa mwanaye Yesu Kristo ili kusudi tuweze kukombolewa, hakumtoa bure kama tunavyojua, ila kuna gharama aliilipa. Ila kwetu sisi tunaweza tukasema ni bure kwa sababu sisi hatujatoa chochote. Sasa tunatakiwa tulipe sisi kwa kujali ule wokovu. Maanake tuwekeze muda kuishi katika mchakato wa Mungu pekee pasipo kuingiza michakato mingine, kwa maana sisi Mungu ametuchakata kwa ajili yake mwenyewe katika huo wokovu. Alitujali, alitupenda, alitusamini. Ndio maana akasema, wanangu, njooni muwe huru, kwa maana mliko siko. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja, mwamini katika Kristo. Wokovu ulionao ni silaha tosha kabisa ya wewe kukuingiza katika medani ya uwanja wa uzima wa milele. Wokovu ulionao ni kinga tosha ya kukupitisha katika njia zote, ziwe zina masurubu, ziwe zinagasiwa, lakini kama umesimama na wokovu, maanake unafika mpaka katika hatima ambayo Mungu ameipanga. Wala nafasi yako haitakaa ipotee kamwe, kwa sababu uliishi katika misingi ya wokovu. Hakuna mtu yeyote ambaye alikataa wokovu atapokelewa katika makazi ya kudumu au katika makazi ya uzima wa milele. Ila ni yule tu aliyekubali kujisubmiti, kujipeleka kama alivyo yeye na akili zake, pasipo kusikilizia ni aina gani ya ziki, ni aina gani ya shida. Manake zote hizo alizishinda. Kwa hiyo sasa akishinda, manake anaishi katika kanuni za Mungu. Manake katika wokovu unatakiwa uwe serious. Kwa namna nyingine namuona kabisa Mtume Paulo anasema kwamba kwa habari ya kuusurubisha mwili wake ili kusudi asije yeye akahukumiwa, ninyi aliokuwa anawahubiria
mkao mmeokolewa. Kwa hiyo kumbe kuna namna ya kuingia gharama katika maisha ya kuishi katika wokovu, kusurubisha mwili. Unapokuwa huru, sio tu uhuru tunaouona unaweza ukatenda dhambi. Hapana, ni uhuru ndani ya wokovu, ni uhuru ndani ya maisha ambayo Yesu alitukomboa kwayo. Kwa hiyo sasa tuko huru. Amen. Injilisti Fortunatus Lata, Mtwara, Tanzania.